Mpendwa, karibu katika Katuni wa Yesu Channel. Leo tutazungumzia mada inayosema mwonjo wa mbinguni. Lakini kumbuka, bado tupo katika mfululizo wa masomo ya vijana na mahusiano sehemu ya pili. Joto la urafiki wa kweli na upendo unaounganisha mioyo ya mume na mke ni mwonjo wa mbinguni. Mungu ameamuru kuwe na upendo kamili na ulinganifu kamili kati ya wale wanaoingia katika uhusiano wa ndoa. Acha bibi harusi na bwana harusi mbele ya ulimwengu wa mbinguni waahidi kuwapenda kama Mungu alivyoamuru. Katika mahali pa mbinguni. Katika nadharia ya mwonjo wa mbinguni, mwanadamu hakufanywa kukaa peke yake. Alipaswa kuwa kiumbe wa kijamii. Bila urafiki, mandhari maridadi na shughuli za kufurahisha za Edeni zingeshindwa kutoa furaha kamili. Hata mawasiliano na malaika yangeweza kumtoshi kwa hisia za huruma na urafiki. Hakukuwa na mtu wa hali ile ile kwa ajili ya kupenda na kupendwa. Mungu mwenyewe alimpa Adamu mwenzi. Alimtayarishia msaada aliyelingana naye, msaidizi aliyelingana naye, ambaye alikuwa tayari kuwa mwenzi wake na ambaye angeweza kuwa mmoja naye katika upendo na huruma. Hawa aliundwa kutoka kwa ubavu uliotolewa kwa mbavu za Adamu, ikionyesha kwamba hakuwa wa kumdhibiti kama kichwa, wala wa kukanyagwa chini ya miguu yake kama mtu wa chini, bali wa kusimama kwa upande wake kama sawa, apendwe na alindwe na yeye. Sehemu ya mwanadamu, mfupa wa mifupa yake na nyama ya nyama yake, alikuwa nafsi yake ya pili, akionyesha umoja wa karibu na mshikamano wa upendo ambao unapaswa kuwepo katika uhusiano huu. Kwa maana hakuna mtu aliyejitakia kuchukia mwili wake, bali humlisha na kuitunza, Waefeso 5:29. Kwa hiyo mwanamume ataacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na watakuwa wawili kwa moja. Mungu alisherehekea ndoa ya kwanza. Kwa hivyo chimbuko la taasisi hii ni Muumba wa ulimwengu. Ndoa ni heshima ya Waebrania 13:4. Ilikuwa moja wapo kati ya zawadi za kwanza za Mungu kwa mwanadamu, na ni moja wapo kati ya taasisi mbili ambazo, baada ya anguko, Adamu